lakini hawakuwezeshwa. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Makofi mazuri. Basi naisema mkao. Mimi kwa majina kaeni, nimewapa ruhusa mkwese kuketi ili tuweze kunena mawili matatu. Mimi kwa majina najulikana kama Ayubu. Niko hapa Komboruru. Niko chini ya mchungaji Jalsi Ongoro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tumepata kibali vile mmesikia maandiko yanasema ili tuweze kunena mawili matatu. Amina. Amina. Kabla sijaanza, wacha huyu anaitwa Jefare, njoo ombe neno. Pige makofi mazuri. Mpige makofi mazuri akija hapa mbele kuongea neno. Jana wa Yesu, mpige makofi mazuri. Amina. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru zako. Asante Yesu kwa uzima. Asante Baba kwa kutufikisha mahali hapa salama. Yesu, tazama mtumishi wako anapoenda kutulisha chakula chako cha kiroho. Nenda Baba ukamuongoze na kumtawala. Kila nguvu zote za giza zinazojiinua ndani yake, Yesu tunavunja na kuharibu katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Basi utege sikio lako tupate mawili matatu ili niweze kutoka mahali hapa. Ufalme wa mbinguni, maandiko yanatuambia ya kwamba unatekwa na wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi nguvu si nguvu za kucheza mpira. Bila unasikia mataifa, unasikia sijui ni Ronaldo, sijui ni nani. Haleluya. Hizi nguvu si nguvu za kukimbia. Unasikia fulani amekimbia mpaka amefanya nini? Amepata gold. Haleluya. Hizi ni nguvu za rohoni. Na hizi nguvu za rohoni unazipata katika kutafuta Bwana. Ndio utakuwa mtu uko na nguvu za rohoni na uko na nguvu za kusongeza hii safari ya wokovu mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo si jambo rahisi. Wengi wanavunjika mioyo. Hii safari watu wengi wanaianza, lakini wao wanavunjika mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiangalia saa zingine kuna wahubiri wengi tunaangalia, wengine wanatoa ushuhuda, wanasema ya kwamba hata wale watu walianza nao kusanyiko, unaweza kuwa amepaki na watu wawili, na hapo kusanyiko kuna zaidi ya miaka kama 20 au 15. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii safari si safari rahisi, ni safari inahitaji uwe na nguvu ya rohoni. Haleluya. Amina. Watu wengi walipata kuamini, wakaingia ndani ya wokovu. Walipoingia ndani ya wokovu, wakakiri kuwa Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ulipopokea Yesu ndani yako, ni nini nafaa ufanye? Yesu huwa anapenda au huwa anataka kama ako ndani yako umupe nafasi aweze kukuongoza. Haleluya. Yaani umpe a driver seat aweze kukuendesha, si wewe uweze
kujiongoza tena. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona watu wengi anasema ameokoka, lakini acha Bwana nafasi ndani yake ili aweze kumuongoza sawasawa vile Yesu mwenyewe anataka, kwa sababu ukiona wale manabii na mitume walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu, walikuwa wanatembea kwa njia ya sawa. Hata kama kuna misukosuko, hata kama kuna mitihani, hiyo iko, lakini hiyo inakuchonga na sidi ukusongeza mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukisoma kitabu ya Matendo ya Mitume, kule kuna Anania na Safira walienda kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Petero. Walipofika pale sasa, wao wakamwambia kuna kiwanja walikuwa wanataka kuuza. Sawa, wakaenda wakafanikiwa kwa sababu walikuwa wametangulia Roho wa Mungu. Walipouza sasa, kumbuka hawakuleta hiyo veta yote, zingine wakaficha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma hiyo andiko, hebu nataka unisomee hiyo Matendo ya Mitume 5, soma 3 ili uweze kusikia Petero aliwaambia nini. Ndio ukiwa umejazwa Roho wa Mungu, ukiwa umejaa Roho Mtakatifu, huwa si wewe tena, bali ni Yesu mwenyewe. Ndio nakwambia ukiumpa driving seat, yani yeye akae au anakudrive, anakuendesha, anakuambia twende hivi, twende hivi, twende hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma ile andiko. Kitabu ni Matendo ya Mitume mlango wa 5 mstari wa 3 inasema, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Amina. Hapa waje hapa tu. Maandiko inasema kwa nini shetani amewadanganya ili mkanena uongo, mkaambia Roho Mtakatifu uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Petero akiongea si yeye tena, bali ni Roho Mtakatifu, kwa sababu amejaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo unajua hata wateule wengi, kuna mahali tumefikia pasipo kujua. Kuna mtu mmoja, naomba story kidogo. Huyo mtu mmoja alienda kwa mchungaji, kama sasa useme unataka kuokoka. Basi alipofika mchungaji akamwambia, basi kama unataka kuokoka, wacha nikuombee ili uweze kuzika njia ya sawa na njia ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama kawaida, si hata hapa tunaomba. Hata hapa tunaomba, watu tunaomba, tunakemea. Sasa mchungaji alipokuwa anaanza kuomba na kukemea, anasema maroho ya usinzi yote tunavunja. Akakuja. Alipofika roho ya pombe tunaikataa. Akasema hapo kidogo mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nipakisie hiyo, kwa sababu ukifunja hiyo roho ya pombe nitakunywa nini? Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo kuna watu wengi hata kwa kusanyiko wako hivyo. Tunaomba, ni sawa tunaomba, lakini inafika mahali wewe ni mteule na tumeomba tumemaliza, lakini unasema nafasi ya masengenyo hiyo itakuwa ni nafasi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umeipakisha hiyo kama akiba. Juzi tulifundishwa na mchungaji ya kwamba kuna mambo madogo watu wanasikiria ni kweli, kwa sababu wewe umefundishwa ya kwamba unataka ujiachilie 100% kwa Bwana, lakini sasa wewe unasema hii mambo ya tuseme kama ni hila, hiyo ni sehemu yangu, niachie. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna mambo huwa tunasikilia madogo kama huyu jamaa alisema, hata kama utavunja mambo yote, lakini unipandisie sehemu moja iwe ya pombe, iwe ndio na mimi naburudika naye. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaendelea kusonga. Ujumbe wangu
unasema Roho huwa anazungumza kwa watoto wake. Unajua Mungu huwa anazungumza kwa watu wote na kila wakati. Awe ni mlevi, Yesu anamzungumzia. Awe ni mfuta sigara, Yesu anamzungumzia. Iwe ni mteule, Yesu ananena naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu ananena nawe kila wakati na kila nuta. Lakini sasa ni wewe, jukumu ni lako uweze kuangalia kwa nini nazidi kuonywa kwa hii njia ili uweze kubadilika. Haleluya. Amina. Hata tukiangalia kitabu ya Mwanzo 4:6, Kaini anaonywa pale. Hata mtumishi amegusia kidogo na hiyo kitabu nilikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nataka unisomee hiyo. Usikie Kaini vile anatayarishwa pale, lakini hakuyafanya hayo, na nini ilimpata, na Yesu mwenyewe tena hakumwacha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma 4:6 na 7 ili tuweze kusikia. Kitabu ni Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 6 inasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? 7. Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nawe inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana Yesu asifiwe. So nasikia hapa Yesu anamuonya na anampa njia ya sawa, kwa sababu anasema kama ukitenda vyema utapata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Usipotenda vyema dhambi hiko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Si unaona Yesu amezungumza naye. Huyo ni Roho anazidi kuzungumza naye. Lakini sasa ukiendelea kusoma hiyo maandiko, ukiendelea kusonga, hata ilifikia huyo Kaini tena akachukua mlengo mwingine. Haleluya. Ndio nafika anaambia ndugu yake twende kutembea, anamuua. Na akiulizwa yeye anaongea kijeuri au anajibu kijeuri, anasema ya kwamba mimi si mlinzi wake. Lakini ukiendelea kusoma hiyo maandiko, hata ukifika mstari wa 9 inasema ya kwamba Yesu hakumwacha tena, kwa sababu alianza kulia sana na kulalamika ya kwamba watu watanimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ikabidi Bwana akamtetea, akamweka alama mtu wote mwenye atamuona ili asiweze kumdhuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maandiko yanatuambia nini? Maandiko yanatuonyesha ya kwamba Yesu anatupenda. Sisi wenyewe ndio tunapotoka. Sisi wenyewe ndio hatutaki kusika njia ya sawa, kwa sababu kila wakati anatuonya na anazungumza na watu wake. Hata hivyo umeokoka, hivyo hujaokoka, jua ya kwamba wewe ni wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio naona anazidi kutuonya. Hata ukisoma tena Hesabu 22:1 pale, kuna mtu anaitwa Balamu pale. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Balamu kuna mfalme alikuwa anaitwa Baraki. Sasa akasema ya kwamba inataka Balamu aende kumrania watoto wa Israeli, kwa sababu hao wana wa Israeli walikuwa wamepiga watu vita sana, mpaka huyo Baraki akawa ameogopa, akaona ya kwamba watu wakifika kwangu watanisambaratisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu tena akamnenea, Roho Mtakatifu akamzungumzia, akamwambia wale nimebariki mimi, wale nimebariki mimi. Kumbuka Roho wa Mungu sasa ananenea Balamu, usiwalaani. Lakini ukiendelea kusoma hiyo maandiko, Yesu vile alizungumza naye, ukisoma hiyo maandiko kwenda chini na kuambia ya kwamba
hakuyasikia hayo Yesu vile alikuwa anamuonya. Hakuyasikia. Mwisho alifuata njia akaenda, na aliyokutana njiani yeye mwenyewe hakuamini. Ndiyo mara ya kwanza punda aliongea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu punda amekataa kwenda, na hiyo safari aliambiwa na Yesu ya kwamba hiyo safari usiende. Hakusikia ile Roho Mtakatifu vile anamzungumzia. Basi ndio anapiga punda mpaka punda anamuuliza maswali. Punda siku ya kwanza kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma zaidi ukienda chini, huyu Balamu pia alienda akasambaratika. Bwana Yesu asifiwe. Watu ni wengi, tunaangalia kwa maandiko. Yesu alizungumza nao. Hata ukisoma kitabu ya Wafalme 13 wa kwanza pale, kuna yule kijana nabii anaitwa kijana nabii, alitumwa na Mungu ya kwamba Roho anazungumza pia, akamwambia wewe ukienda usisalimie mtu mahali wala usikule kitu njiani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nawaambia ya kwamba Yesu anazungumzia watu wake kila wakati, lakini sisi ndio huwa tunatoka kwa laini yake. Hata huyu kijana nabii hakumaliza vizuri, kwa sababu alionywa, Roho akamzungumzia, lakini hakusikia sauti ya Bwana. Haleluya. Kwa hivyo ni lazima tuangalie Bwana ni kwa nini anatuonya. Maandiko yanasema Yesu anatuwasia mema. Sasa kama Yesu anatuwasia mema, kwa nini tusitende hayo mema? Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaweza hubiri, tunaweza sema ya kwamba tufanye hivi, lakini kama hutachukua hatua wewe mwenyewe, itakuwa ni kama kelele tunakuwa tunapiga mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia ya kwamba vile watu wanaonywa ni wengi. Hata ukisoma kwa maandiko, kuna wenye walitii sauti ya Bwana na kuna wenye hawakutii sauti ya Bwana, kwa sababu Roho wa Mungu akikuonya, ameona kuna hatari mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Anataka usike njia ya sawa ili uweze kuona uzima. Nagusia kidogo. Kuna mwanamke mmoja ananifurahisha sana. Hiyo kitabu tukisoma Wafalme wa 2:4, kuna mwanamke wa tsunami pale. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke yeye alitenda mema. Kuna watumishi wa Bwana walikuwa wanapita mahali pale kila wakati, ni kama walikuwa wanaenda hekaluni. Sasa huyu mwanamke yeye alichukua hatua. Alipochukua hatua, akasema ya kwamba hawa watumishi wa Bwana wanakuwa wanapita hapa kila wakati, ni lazima niwe na watendea jambo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke wa tsunami aliamua ya kwamba maandiko inasema, ukisoma hiyo kitabu ya kwamba huyu mwanamke aliwasurubisha, alikuwa ni Elisha na Eliasi mwanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Aliwasurutisha ili waweze kula na kunywa kila siku. Inajaribu kuongelea nini? Inajaribu kuongelea kuhusu watumishi wa Bwana au watumishi wa Mungu. Kwa mfano kama yule mchungaji wetu pale, wewe unaweza kumuona tu hivi, lakini ile ofisi anawakilisha iko na nguvu zaidi pasipojua wewe. Ukisoma huyu mwanamke haikutosha, ikafika mahali akasema ya kwamba sasa, akaita mume wake akamwambia, ni heri tutengenezea watu wa Mungu, kwa sababu nimeona hao watu ni wa Mungu. Tuwatengenezee nyumba wakiwa wamekula wameshiba, waweze kupumzika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi mzee wake akamwambia ni sawa, wakatengeneza nyumba. Sasa kila siku wakipita wale watumishi wa Mungu wanakula pale
na wanapumzika pale, ili ndio safari yao ifanye nini? Safari yao iweze kuendelea. Kumbuka, huyu mwanamke amejitolea kufanya hayo yote, lakini yeye mwenyewe hata amesahau anataka nini. Kwa sababu gani? Yeye ni mwanamke tajiri, alikuwa na fedha. Hata ukisoma hiyo maandiko itakwambia. Hata sasa wanamuuliza, watu wa Mungu wanamuuliza ya kwamba Elisha anamuuliza ya kwamba tukuombee nini kwa mfalme? Mwanamke anasema mimi niko sawa, tukuombee jeshi iweze kukulinda. Akasema mimi sihitaji jeshi. Bwana Yesu asifiwe. Au tukupeleke kwa mfalme waweze kuishi huko? Akasema mimi niko sawa, nitaishi na watu wangu. Haleluya. Sasa nataka kuangalia conversation vile inasonga, lakini akazidi kutenda mema, akazidi kutumikia watumishi wa Bwana pasipo kuchoka. Hapo hapo ndio unaona sasa Elisha anafunuliwa ya kwamba huyu mwanamke kuna kitu amekosa. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia Eliasi ya kwamba hebu muite huyu mwanamke, hebu muulize ni nini amekosa. Bwana Yesu asifiwe. Hata yeye mwenyewe hakujua amekosa nini, kwa sababu hata kama ni mtoto alikuwa hajazaa, lakini amesahau, yaani ameishi mpaka amesahau. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaa mpaka usahau, yaani unaona uko sawa, lakini akatamkiwa ya kwamba hapa hakuna mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, hawa ni watumishi wa Bwana, amechukua jukumu kuwatendea mema. Mpaka sasa wamefunuliwa ya kwamba huyu anahitaji kitu fulani. Hata wewe ukizidi kutumikia watumishi wa Bwana, kuna kitu watafunuliwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Usione unafanya kule, haiendi kule. Nakwambia, Eliasi alimwambia mwakani kama huu utapakata mtoto. Haleluya. Na ukiendelea kusoma hiyo maandiko, ukweli ni kwamba ilipofika wakati huo, yule mama alipakata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaweza kuona unatumia fedha yako, unaweza kuona unatumia vitu zako kwa watumishi wa Bwana. Nakwambia haiendi kule. Kuna mahali itafika Roho mwenyewe azungumze ya kwamba kupitia mtumishi wake aseme ya kwamba huyu, kwa sababu nimeona roho yake na kujitolea kwake, hebu mtamkie kitu. Bwana Yesu asifiwe. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo watumishi wa Bwana, tusiwache kutenda mema. Mimi nasidisia kusema tusikize Roho wa Bwana bila nazungumza, ili tuweze kuona ufalme wa mbinguni. Tukisoma Ufunuo 22:11 inasemaje? Tuweze kumalizia hapo, kwa sababu pia naona watu wanachoka, sijui kwa nini. Ingekuwa ni sherehe zile saa kule, sijui mngekaa mpaka saa 12 na hamtaki kutoka wenyewe mpaka waambie tokeni, sasa tumekuja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Ufunuo 22:11. Kitabu ni Ufunuo wa Yohana mlango 22 mstari wa 11, inasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Amina. Sasa Yesu amefika mahali amekuachia jukumu, amekuachia wewe mwenyewe uchawi, kwa sababu amekuonya, amekufuatilishia mpaka amefika mahali sasa amekuachia wewe uchawi mwenyewe. Kama ni mema, zidi kutenda mema. Kama ni mabaya, usidi kufanya nini? Usidi kutenda mabaya. Sasa kumbuka, Roho akifikia hapo, jua ya kwamba amekasirika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuangalie sana watumishi wa Bwana, Roho akinena tuweze kurekebika, ili tuweze kuona uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwaje vitanda vyetu tu tunakuja kukaa hapa, lakini mwisho tena tusione mbingu. Hata afadhali saa hii yule anasema kule lete 2, lete 3, lete vile tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye hata juta. Haleluya.
Ndio sasa unaona maandiko inasema ya kwamba watalia na kusiaga meno. Ni watu gani hawa? Hakuna mtaifa anayesalia na kusiaga meno, kwa sababu yeye alitumia muda wake vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio sasa tulitumia muda wetu vibaya, lazima tutalia na kusiaga meno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuangalie sana watumishi wa Bwana, ili Yesu atukumbuke kwa ufalme wa mbinguni. Barikiwe sana, barikiwe sana. Ongezea Yesu Kristo makofi. Uongozo wa Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wahubiri habari njema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Isoma hapo Ufunuo pia. Anasema mimi niko mlangoni. Ninabisha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa yule akubalie basi atakaa pamoja na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nasi tumeacha vitanda vyetu, tumeacha matresi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunakula pamoja na Yesu sahihi. Hebu soma hapo. Inasema nini? Niko tizama. Kitabu ni Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 20 nasema. Inasema nini? Tazama nasimama mlangoni. Ninasimama mlangoni. Nabisha. Ninabisha. Mtu akisikia sauti yangu. Wewe unasikia sauti ya Bwana usiku wa leo. Na kufungua mlango. Na ufungue moyo wako, mlango wako. Nitaingia kwake. Yuko pamoja nasi sasa. Nami nitakula pamoja naye. Naye ako pamoja nasi, tunakula naye. Na yeye pamoja nami. Na yeye pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa jinsi tunavyomega huu mkate, ndivyo tunazidi kunolewa makali yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa fire. Tunachukia uovu, tunasimama katika haki. Haleluya. Ukija mchezo tunakurushia fire. Bwana Yesu asifiwe. Unakula fire. Haleluya. Lakini paka upende kukaa miguuni kwa Yesu. Haleluya. Roho wa Bwana naye atakunenea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye hivi, fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Enda na njia hii utafanikiwa. Usifanye hii njia, itakuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia sauti ile, Bwana Yesu asifiwe, hautapotea kamwe. Ziko sauti nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na kila sauti ina maana yake. Ni wa Korintho huyo, lakini sitagusia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kila sauti ina maana yake. Unapozisikiliza hizi sauti, hauwezi kengeuka kamwe. Utaboreka katika viwango vinavyostahili vya yule aliye mwokovu asili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pigia Yesu Kristo makofi. Kwetu sisi neno la msalaba ni nguvu. Tunapokaa katika mafundisho tunajazwa nguvu. Sasa tunajazwa nguvu. Sasa tumejazwa nguvu. Tuzidi kukaa katika neno, tukitafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Atufunulie mwelekeo jinsi inavyostahili tuishi. Haleluya. Haleluya. Na unaposikia sauti hiyo ya Bwana ikuongoze vyema, basi wewe kila mahali utakapoenda kibali kinakuangukia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaangukiwa na kibali. Wewe njoo mahali hapo utumike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wamekuona mwenendo wako, wamekuona tabia zako.
Bwana Yesu asifiwe. Umemkiri Yesu ni Bwana na ukaamini kabisa, basi matokeo yake ni yeye anakaa ndani yako na anakuongoza. Hujiendeshi mwenyewe, bali yeye ndio dereva. Pigia Yesu Kristo makofi. Tusimame. Karibu mama mchungaji, upe sifa tukimkaribisha mchungaji.